Yap, mambo ni aje, mambo ni vipi? Kama kawa anaitwa K Macheni na hii ni K Macheni TV kutoka Kibaha. Hii ni ya kwetu. Bwana, nimekutana na bodaboda ambaye hapa nipo kwa Mfipa. Mazingira kama unavyoona, mazingira mazuri ya kufutia. Bwana, watu wanajiandaa na sikukuu mbalimbali. Magari hii ni Morogoro Road. Magari yameshine. Bwana, mingine yanaenda Dar es Salaam, mingine yanaenda mikoani huko. Yaani ni full burudani. Bwana, nimekutana na bodaboda hapa, tuna mawili matatu kuongea. So bodaboda hakosi maneno. Mambo ni aje? Mambo kama kawaida. Fresh kama kawaida. Uko poa? Niko poa mzee wangu. Mambo yanaendaje? Kama kawaida, mzuka sana. Unaitwa nani? Naitwa Sudi. Sudi. Dereva bodaboda. Wewe ni bodaboda mkongwe hapo kwa Mfipa au sio? Yaani mkongwe miaka mingi sana. Tukianza baskeli au sio? Nimepakia baskeli sana, abiria kama wawili hivi. Bwana kwenye pikipiki masuala ya bodaboda kuna changamoto nyingi, au nyinyi mnajiita maafisa usafirishaji au sio? Naona wengi hamjaelewa effect tatizo nini? Kwanza sisi sio maafisa. Yaani sisi wasafirishaji, kwa sababu maafisa hatuna yani chochote kuita kama sifa ya ofisa. Lakini Dar es Salaam nimeona wameandika lifikiri zao kwamba maafisa usafirishaji. Wao wameandika tu kama wao. Tuna ofisa gani? Ofisa kwanza maana yake ni sijajua maana ya ofisa. Nataka nijue kwa sababu mimi sijui maana afisa. Sisi wasafirishaji tu kama wa kawaida, bodaboda, tunaendesha bodaboda, tunasafirisha. Lakini jina la afisa mimi sijui maana yake. Afisa maana yake nini? Maana afisa mimi najua kama anakaa ofisini ndio afisa. Lakini tunapata tabu jua, tunaungua jua. Tunawasafirisha watu afu naipa afisa. Hiyo sio kweli, sikubali. Kwa hiyo maafisa ni wale ambao wamekaa maofisini kwenye vitu vya kuzunguka wanakuwa maisha au sio? Wale ndio maafisa. Lakini tunapigwa na jua kila siku afu ndio maafisa. Hili sikubaliana nalo. Okay. Changamoto hivi unapitia kuhusu masuala ya bodaboda? Changamoto nyingi sana. Changamoto, barabara zinakuwa mbovu. Yaani unampeleka abiria sometime kama kilomita 1 unafika masaa 2 matatu. Changamoto natakiwa viongozi walione, walifanyie kazi hiyo changamoto hiyo. Umeona? Kingine pikipiki sometime unakuwa mbovu. Au changamoto zingine pikipiki tukipata za mikataba. Yaani mabosi wanatufanyia mikataba miezi mingi sana. Changamoto yani hizo kibao. Kwa mfano saizi kwenye upande wa mikataba, saizi mkataba ni ni wa muda gani? Mkataba sasa hivi miezi 18 mpaka 19. Kwa hiyo mabosi yani kama haiwezekana changamoto hizo zitatuliwe, lazima zipunguzwe hiyo miezi. Kwa sababu bosi anatoa kama mkataba na kukomoa hivi. Naam. Je, unawashauri nini bodaboda watu ambao wapo mtaani wamekaa wanapiga story bila kujishughulisha na kazi yoyote? Yaani kiufupi kama mimi kijana mwanzao na washauri kitu kimoja. Mambo ya kukaa mtaani unapiga story bila kufanya kazi. Huo ni uzembe. Wajitahidi sana wafanye kazi, kwa sababu huwezi ukakaa unapiga story afu unaniambia hali ngumu. Kitu kama sikubaliana nacho hata siku moja. Lakini mtu afanye kazi afu aone hali ngumu. Lakini wewe unafanya umekaa mtaani afu unalalamika hali ngumu. Yaani ufanye kazi umekaa tu, kula utapata wapi? Hela utapata wapi? Yaani utegemea kupewa tu kama yatima. Hata yatima tu sometime anafanya kazi. Bwana, nashukuru kwa ushirikiano. Okay. Unacho kuongezea? Vipo vingi sana, niulize swali niongezee kwa sababu yaani mimi iko vingi sometime na kero zangu za abiria. Kero za abiria sometime nauli. Kuna umbali mrefu. Abiria akamwambia bwana twende sehemu fulani kiasi kadhaa nauli. Lakini abiria anakuambia hela hiyo sina. Na ukiangalia ile sehemu ni mbali. Kwa hiyo ile changamoto hilo. Nataka abiria waelezwe vizuri, waelewe ili walipe nauli. Tunaitaka bodaboda hela mzuri. Na sisi tuendeshe maisha yetu bodaboda, kwa sababu bodaboda maisha yetu kidogo hapo chini kidogo. Unajua hali yenyewe sasa hivi. Hali kidogo imebadilika. Hivi kwa wale bodaboda ambao wanaweka miziki kwenye pikipiki zao, sauti kubwa, hawana setimira, alafu chini wamevaa vindara, unashauri nini? Yaani ule ni ujinga hali ya juu. Haiwezekani bodaboda wewe setimira kwanza ni usalama wako, unaangalia kushoto na kulia. Ni usalama wako barabarani. Alafu utatoaje wewe setimira, alafu unatembea kama bulldozer? Mimi na washauri sometime aweke setimira apate kuona kwa usalama wao wenyewe. Umeona, na wasaidia sana, sio usalama mtu mwingine. Huo ni uzembe
wale ya juu, sikubaliana na wale watu hata siku moja. Yaani na washauri hilo kitu wabadilike kidogo, bodaboda sometime wanakuwa wajinga, wabadiliki. Ngoja basi niende ukafanya mahojiano mengine. Mimi nashukuru kwa ushirikiano. Ngoja niwapelekea watu wengine. Wengine usikimbie. Wengine wewe chukua tu tena, yani usikimbie. Wewe chukua tu. Nimekutana na mwenyekiti wa hapa wa kijiwe gani? Hicho inaitwaje? Kwa Mfipa ambayo ni stand ya kuelekea Mlandizi au Morogoro Road. Bwana, mambo ni aje? Fresh mzee. Kama kawa? Asafi tu. Wewe ndio mwenyekiti? Mbona vijana wako hawajapata reflector? Changamoto ndio kama hivyo vijana. Reflector zinakuwepo lakini zinakuwa kwa mara nyingi zinakuwa zinachakaa kwa haraka, ndio maana ukuta wengine kubadilisha wanakuwa ni changamoto. Ndio hivyo. Lakini vijana tunaendelea kuwaelimisha waendelee kuvaa reflector. Lakini hapa si mna kikundi? Kwa kila mwezi mnatoa kama shilingi ngapi? Kwa kila mwanachama? Kikundi bado tunaendelea, tulianza kusajili vijana. Nadhani baada ya muda kidogo ndio tutakuwa tumeweka utaratibu, lakini tupo katika hiyo process za kutengeneza utaratibu, hususan kama unavyojua changamoto za vijana na bodaboda. Watu wengi wanajua kwamba ni kama sekta fulani ya wauni, lakini sisi tuendelee kuwaelimisha ili kila kijana atambulike kwenye kijiwe hapa, ili kwamba tuendelee kufanya kazi, kwa sababu hii ni kazi bwana mzee. Ni kweli uwizi sasa hizi umepungua kwa asilimia kubwa kutokana na pikipiki nyingi kufungwa GPRS, lakini bado kuna baadhi ya watu ambao wanarudisha maendeleo ya watu nyuma, huwa wanaibia. Ni kweli? Uwizi ulikuwepo kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi baada ya kuwa na huu mfumo wa GPRS kidogo kwa sehemu, kwa sababu hata wanavyoiba wanafuatiliwa, wanaenda wanakamatwa. Kwa hiyo kidogo kwa sehemu ule mfumo wa kufunga GPRS kama umepunguza kidogo hilo wimbi la wizi. Mwenyekiti, mimi nashukuru sana. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Deogratius. Ukija hapa ukiuliza mchungaji unanipata vizuri tu. Asante. Bwana, kumbe sio bodaboda tu, hadi utumishi unatumikie, au sio? Watu wanajua bodaboda ni watu fulani waudi fulani, unaniona hata mwelekeo wangu. Bwana, ndugu mtazamaji, kama unavyoona huyu ni mwenyekiti, pia ni mtumishi wa Mungu, sio muhuni. Usije kusema kwamba bodaboda wengi ni wahuni. Hapana, bodaboda wengi walikuwa zamani walikuwa wezi, lakini sasa hizi wamejiingiza kwenye bodaboda, wapiga kazi vizuri. Hakuna wizi bodaboda. Bodaboda sio mwizi, sio kibaka. Yaani bodaboda ni kama ajira zingine ambazo umekaa ofisini unazunguka na bodaboda anakaa kwenye pikipiki anazunguka bwana. Bwana nakubali sana. Asante mzee. Haya. Amani kwako.